sisi tumeonekana tumechoka, tumeonekana hatuchezi vizuri ndani ya hizi mechi 3 mfululizo nadhani. Ukiangalia pia hata mechi ambazo tulikuwa tunacheza hizi za kufuatana hizi pia kwa upande wangu naweza ngasema ukiangalia jinsi msimamo ulivyo mpaka sasa hizi tuko vizuri kama timu, au sio? Ukiangalia msimamo ulivyo maana yake tuko kwenye mbio za ubingwa. Kama tuko kwenye mbio za ubingwa inamaanisha wapinzani wetu bado tuko juu yao. Hata kama kuna timu zingine hazijacheza mechi, lakini bado hata zile mechi zikimalizika tupo juu yao. Kwa hiyo unaona kama mzunguko wa kwanza umeisha vizuri kwa sababu tupo juu. Kikubwa ni kuendelea kupambana katika mzunguko wa pili ili kuhakikisha tunamaliza mzunguko wa pili pia tukiwa tuko juu, kwa sababu kama mzunguko wa kwanza umaliza juu na mzunguko wa pili mechi 15 hizo ukiwa juu, maana yake wewe ndio bingwa. Namna ambavyo ushindani wa namba ndani ya kikosi chako especially kwenye position yako ambayo unacheza sasa hivi umeonekana kushine zaidi, kwa maana kupewa nafasi zaidi, wewe unazungumziaje kwanza? Maana yake umeonekana kucheza zaidi, lakini ushindani wa namba ndani yupo Kibwana, yuko Yao. Ushindani wa namba kwa upande wangu ni mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia wachezaji wote kwenye position hiyo sio kwamba wachezaji wabovu, hapana. Kila mtu ana uwezo na kila mtu ana malengo makubwa katika klabu hii. Kwa hiyo nadhani kikubwa mimi kama mchezaji ni kuhakikisha nikipata nafasi nafanya vizuri, na kuendelea kuweka ile performance kwenye level ya siku zote, kwa sababu timu kama hizi hazina muda wa kusubiri, na kiuhalisia ni kwamba wanatakiwa uwe tayari muda wote, umeona. Kwa hiyo ukipata nafasi unatakiwa kupambana kuhakikisha unafanya vizuri katika hiyo nafasi na kuendelea kutetea kupewa nafasi na mwalimu na kuaminiwa na mwalimu. Nadhani hicho ndio kitu kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia uwezo wa wachezaji waliopo ni mkubwa pia, umeona. Kwa hiyo huwezi kusema leo nimepata nafasi labda ni umecheza vibaya labda, umeona, afu unarudi unasema nafasi ishaondoka. Hapana, hiyo waga inatokea kwenye mpira. Kwa mfano huwezi kuwa na siku nzuri kazini kila siku, kwa hiyo ni wewe tu mwenyewe kutune akili yako, na ndio kitu ambacho unachofanya. Kama nikiperform vizuri na kuendelea kufanya vizuri, najihakikishia uaminifu kwa mwalimu na kuendelea kuitumikia ile position ambayo naamini. Diarra ni mtu aina gani kwenye upande labda timu ikiwa inajenga shambulizi pia inasabilia kwa nini mabeki katika kwa kumbusa kapena pasi zenu? Kwa neno moja tu, ni viongozi. Ni viongozi, kwa sababu ndio ana command ule ukuta wa nyuma, na ni mchezaji mwenye experience. Nadhani ni kati ya wachezaji wenye experience kwenye timu yetu, umeona. Kwa hiyo akiwa pale nyuma ni mix kama ni mchezaji wa kawaida, lakini pia ni kiongozi mbali na captain. Ndio nadhani kamuelezea kwa staili yake. Kwenye position ambazo sasa anapokutana nayo au winga bora kabisa kwenye ligi yetu. Kwa saizi kuelezea inakuwa ni ngumu, kwa sababu gani? Ukiangalia asilimia nyingi sana mechi tunazocheza sio kiko bila wapinzani. Kwa hata kupata nafasi ile ya kumuona mtu inakuwa ni mara chache sana. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua hilo swala. Kwa sababu ukiangalia mechi muda wote tunampia. Sasa utakaba. Tuchukue mbili tu sample za Simba labda na Azam. Simba na Azam. Simba nimecheza na sijasema tunawazidi kama wetu kwenye yani ninachokuelezea ni kwamba timu ina dominate, kwa hiyo huwezi kuona uzuri alionao mpinzani. Sio shanielewa. Kwa hizo timu mbili, kwa mfano tumecheza mechi na Azam, alikuwa Edinado, umeona, lakini pia naye pia unajua ukitaka kumuelezea winga maana yake amekupa shughuli sana, lakini ile mechi ilikuwa sio kwamba tumesumbuana sana mimi na Edinado, kwa sababu muda mwingi nilikuwa sijapata zile 1v1 ili kuona kama amelibichi au namna gani, umeona. Lakini mechi ya Simba pia yule winga wa Simba nadhani kuna movement zingine alikuwa anazifanya ambazo kama mchezaji haupo makini anakuacha hapo. Anasaidia au yeye au the basho. Hapana, kuna winga alikuwa anacheza huku ndo aula wewe ndo asilia, kwa sababu ukicheza na mchezaji hatari unamuona mwenyewe, unaona. Kwa hiyo kuna situations zingine unamsikilizia kwanza, unajua kwa, lakini nadhani ligi yetu kuna baadhi ya mechi tukicheza unashindwa hata kuona ubora wa mchezaji, kwa sababu unakuta muda mwingi tuna dominate mpira sisi, umeona.
Na hiyo ndio inakuwa changamoto kuelezea labda fulani nimeshakutana naye amenisumbua, umeona, inakuwa changamoto. Lakini kama tungekuwa tunacheza level ile ambayo wao wanao sisi tunao hivyo, yani ile ya usumbufu sana, wanakana pia tunapishana ile, ndio unaweza kuona bana huyu. Sasa hata nyinyi mkiangalia mnaona kwamba yule jamaa kamsumbua fulani. Kwa maana hiyo unataka useme intensity kidogo ya ligi yetu iko chini. Sijazungumza swala la intensity. Hapo nadhani naweza kusema quality ya timu ambayo tupo sisi. Hiyo ni quality yangu. Kwa sababu ukisema una dominate mpira muda mwingi, wapinzani hawakai nao, inamaanisha nyinyi ndio mpo bora kuliko. Quality yenu unaiweka kwenye asilimia ngapi na kufuata asilimia ngapi? Yani kwa namna ukuuliza performance overall kwenye ile bila kwanza. Kiwalisia siwezi nikaweka kwenye asilimia kwamba sisi tuna asilimia 100 au 90 au nini, lakini ninachoweza kuelezea ni kwamba mechi nyingi tunazocheza za timu hizi za sema za kati za nini, sisi kwa muda mwingi tuko juu yao. Yani kikubwa ni kwamba tuko juu yao zaidi. Sasa inatuaje kama kuna watu wanaona Young Africans sasa kidogo imedrop na bado unasema nyinyi msio juu yao. Kuna kipindi kwenye mpira, kuna kipindi wachezaji au timu unapita, umeona. Na kwa stage ambayo tumefikia sasa hizi, sisi tumeonekana tumechoka, tumeonekana hatuchezi vizuri ndani ya hizi mechi 3 mfululizo nadhani. Ndani ya mechi 3 mfululizo. Sasa kuna vitu kibao ambavyo vina affect hilo swala. Na huo upande sasa ni upande wa mwalimu, anajua namna gani timu yangu inacheza au namna gani timu yangu haipati matokeo. Lakini ukiangalia pia hata mechi ambazo tulikuwa tunacheza hizi za kufuatana hizi pia, nadhani umeona kuna wachezaji labda kuna majeruhi au siku mbili macheza, siku mbili masafiri, macheza tena mechi. Sio anasema siku na masaa 70 ngapi sio kucheza mechi. Lakini sidhani kama nitachukua hiyo kama excuse kama ndio watufanye vizuri. Hapana, ni sisi tu wenyewe kurudi sasa tuangalie wapi tulienda tofauti. Kama hiyo kuchoka tunachoka, au kama ni fatiki na nini, nadhani tutajua namna ya kufanya, kwa sababu uongozi upo na unaelewa fatiki wewe. Mimi binafsi ndio mechi ya nani ile nimetoka. Sija pale mwili kuna namna unafanya kazi. Sasa pale ukaniambia bana hapa umefanya kazi, lakini ukiendelea hautafanya kazi kwa kiwango ambacho unataka. Na mimi siwezi kulazimisha. Siwezi kulazimisha. Sababu nikisema niendelee sitacheza vizuri. Wachezaji tuko wengi. Nimeona kabisa nikifanya movement zozote za kukimbia, miguu haiwezi, vigimbi vinakamata. Kana sasa siwezi kulazimisha. Kama nilazimisha maana yake nitaharibu kazi tena. Fatiki na mata sana kwenye mpira. Fatiki na mata sana kwenye mpira. Kuna muda sema wachezaji pia tunatofautiana. Wachezaji wengine wanaweza kuona kama yeye anaga fatiki. Wao ushamuona Duke anapocheza. Unaona huyu jamaa vipi? Max angalia. Wao kuna tunatofautiana namna ni ya umba